Mr. President, nimeona magazeti wakiandika ati kutakuwa na confrontation hapa. There will be no confrontation. This is a solemn occasion. Na tunataka ikuwe na heshima. Kwa sababu kila mtu amekuja hapa amekuja na nia njema. Mimi na watu yangu tumekuja na amani. I am sure Mr. President umekuja na amani. Wacha tumpatie huyu Kiaraho heshima yake. Mimi nimesema wiki iliyopita nikiwa kiongozi ya kwamba Rais William Ruto apewe heshima yake. Akienda pahali asikizwe. Akimaliza aende. Todo mugani neke. Mugani neke. Kwa hivyo nataka kutoa mwelekeo kama kiongozi wa jamii. Nisisikie ngwe. Nisisikie nini? Rais akifika hapa aongee, asikizwe, amalize, aondoke. Tumekubaliana? Netwaiguithania. Netwaiguithania. Kwa sababu rais sisi tulikupenda, tulikuheshimu na tulikuchagua. Na hata kama tuko na shida na wewe, tutatatua huko mbele wakati ya uchaguzi. Saa hii wewe iko kwa kiti. Endelea kutufanyia ile utaweza. Na ujaribu tu, what you can do, you do. Mambo ingine tutatatua huko mbele. Kwa hivyo hii ni mkutano ya amani. Na mimi sitaki mtu yeyote, hata ile mambo nimesikia ya one time, sitaki kwa hii uwanja. Sitaki. Mmesikia? Hiyo ni mambo yetu ya huko nje. Hii ni sherehe ya maana sana. Na sisi tunataka ikuwe ya heshima. Mr. President, nimeona magazeti wakiandika ati kutakuwa na confrontation hapa. There will be no confrontation. This is a solemn occasion. Na tunataka ikuwe na heshima. Kwa sababu kila mtu amekuja hapa amekuja na nia njema. Mimi na watu yangu tumekuja na amani. I am sure Mr. President umekuja na amani. Wacha tumpatie huyu Kiaraho heshima yake. Mimi nimesema wiki iliyopita nikiwa kiongozi ya kwamba Rais William Ruto apewe heshima yake. Akienda pahali asikizwe. Akimaliza aende. Todo mugani neke. Mugani neke. Kwa hivyo nataka kutoa mwelekeo kama kiongozi wa jamii. Nisisikie ngwe. Nisisikie nini? Rais akifika hapa aongee, asikizwe, amalize, aondoke. Tumekubaliana? Netwaiguithania. Netwaiguithania. Kwa sababu rais sisi tulikupenda, tulikuheshimu na tulikuchagua. Na hata kama tuko na shida na wewe, tutatatua huko mbele wakati ya uchaguzi. Saa hii wewe iko kwa kiti. Endelea kutufanyia ile utaweza. Na ujaribu tu, what you can do, you do. Mambo ingine tutatatua huko mbele. Kwa hivyo hii ni mkutano ya amani. Na mimi sitaki mtu yeyote, hata ile mambo nimesikia ya one time, sitaki kwa hii uwanja. Sitaki. Mmesikia? Hiyo ni mambo yetu ya huko nje. Hii ni sherehe ya maana sana. Na sisi tunataka ikuwe ya heshima. Bwana Speaker, nimesikia ukiongea mambo ya standing orders. I want to draw your attention to standing order number 51. That to discuss somebody who does not sit in the National Assembly, there must be a substantive motion. It requires that a member delivers a written, signed motion approved by Speaker before it is placed on order paper for debate. For 5 times, umekubalia bunge kuongea juu yangu without a substantive motion. You have let the National Assembly down. You are the Speaker of the National Assembly, not a youth winger for UDA. Wewe, if Kimani Ichung'wah wants to discuss me, let him move a substantive motion in accordance with order, standing order number 51. Ni kweli ulinitoa kwa ofisi, lakini kunitoa kwa roho za hii watu ni kibarua. Ni kibarua. Kunitoa kwa roho ya hii watu ya mlima ni kama kukata miti ya mugumo na wembe.
Na ninaomba tafadhali rais, umwambie Kimani Ichung'wah tunaenda Kikuyu Saturday. Amepanga wakora kupiga watu, kunyumba, kuharibu biashara. Mwambie Kimani Ichung'wah awache hiyo ujinga na utoto, umepitwa na wakati. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, the Deputy President, all protocols observed, my sister Jackie Kiaraho and family, na wananchi watukufu wa Olkalau, hamjambo. Tumekuja hapa kuomboleza ndugu yetu Mheshimiwa Kiaraho, ambaye mimi mwenyewe nilikuwa na yeye mbunge kwa miaka 10 na alikuwa rafiki yangu sana, na nimewahi kuja hapa Olkalau mara mingi tukishirikiana mambo ya development. May his soul rest in peace. Thank you. Huyu Kiaraho ni ndugu yetu ambaye alikuwa mtu wa bidii na mtu ambaye ni mstaarabu. The Honorable David Kiaraho was a dignified man, and I want to pray that where he is, he rests in eternity. And I want to urge all of us who are mourning him, the same way he was a man of dignity in life, we must treat him with dignity in death. The second issue, Your Excellency and fellow mourners, is just to encourage that we, going forward as a community, as a nation, we learn how to respect families, communities, and I want to request that we put down political temperatures to allow mourning, because we have a lot of opportunities to do politics outside the church and outside the events like this one, when we want really to support Mrs. Kiaraho, the children, the people of Olkalau. Rafiki yetu Kiaraho ametuaga, lakini tunajua na tunaamini amepumzishwa na Mwenyezi Mungu na ako na yeye kule juu. And as the Bible says, that whoever lives and dies today, he will never die. And whoever lives and believes in Jesus Christ today, he will never die. We believe that our brother Kiaraho is alive with Christ. And therefore, we want to pray for the family today, that may the peace of God that surpasses all human understanding be upon you. Underneath you are the everlasting arms of God. He is carrying you, and all shall be well. And watu wa Olkalau, poleni sana. Najua dadiwa pawa ni atutiga, but our tomorrow is in God's hands. We know that Olkalau will move on for the better. And we know that all the projects that our friend started and lobbied for, todo tuena mheshimiwa, His Excellency, our President, he will ensure that all those projects are accomplished. He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Wekeabereria ona moisha da kwa bararia we ne wagereire gai. Wekeabereria ona moisha da kwa bararia we ne wagereire gai. Da ko
nataka kushukuru sana siku ya leo. Wale wamezungumuza wanajua Mheshimiwa Kiaraho kwa njia tofauti. Mimi nikiwa hapa naongea kama gavana, kama neighbor wa mheshimiwa na kama yule ambayo tulisoma shule moja. Na wakati tulikuja tukamaliza shule, akaenda upande wake na mimi upande mwingine. Baadaye tuliona hapa Olkalau kuna shida na tukawa na nia ya uongozi. Na kusema ukweli, mheshimiwa alikuwa anapenda hapa nyumbani. Nakumbuka nilipomwalika siku moja ili tutengeneze shule yetu ya Munyeki Primary School. Yeye alikuja tukasaidiana, na baadaye nikamwambia mheshimiwa ya kwamba mimi niko na haja ya kutafuta kiti cha Member of Parliament cha Olkalau. Na wacha nikwambie nyinyi hamjui mheshimiwa. Mheshimiwa huyu ni mtu mzuri, lakini ukichezea yeye anaweza pia kukupiga chenga. Kama kuna mtu mmoja alipigwa chenga na mheshimiwa ni mimi, na nikakubali na nikasema yeye ndio mbunge wangu. Na niseme kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, alipochukua kiti ya ubunge 2017 nikasimama gavana na yeye akanisupport, igawa sikufaulu. 2022 nikasimama gavana na yeye akanisupport na nikafaulu. Na kwa hivyo niko hapa kusema, ndugu yangu, tulisema hatutazozana, tutakuwa marafiki, na tumefanya mambo mengi ya maendeleo. Nisame tu mambo matatu nikikaa chini. Jambo la kwanza, mheshimiwa kuna barabara amewacha Your Excellency. Akasema sisi viongozi ambao tumebaki tukiongozwa na wewe Your Excellency, our president, kwa sababu wewe ndio uko kwa kiti wakati huu. Barabara ya Idhagani kule Ngorika, barabara ya Tumaini, barabara hii inatoka hapa Mombi kwenda Siranga mpaka Boiman, barabara ya kutoka Shemba kwenda ng'ambo ile. Tutakuletea hiyo uone Your Excellency, ili utusaidie ndio matakwa ya mheshimiwa ikubukwe siku zote.